Unachokiona mbele yako hii ni lotion na hivi ndivyo inavyotengenezwa. Leo nataka nikushangaze kidogo. Anayetengeneza lotion hii ni kijana huyu hapa, kijana mdogo sana. Kijana huyu atakuwa mwalimu wako leo. Anakwenda kukufundisha jinsi ya kutengeneza lotion hapo nyumbani kwako. Mwalimu, unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Allen. Unaitwa Allen? Yeah. Unajua vizuri kutengeneza lotion? Ndio. Vizuri kabisa? Ndio. Unaweza kuwafundisha watu? Ndio. Hebu twende darasani ukatufundishe leo, ili wale wanaoogopa kutengeneza lotion waanze kutengeneza leo nyumbani kwao. Kwenye utengenezaji wa lotion huwa kuna hatua tatu za kuzifuata. Hatua ya kwanza, hatua ya maji. Hatua ya maji inahusisha maji yenyewe na vitu vinavyoweza kuyeyuka kwenye maji. Mfano, salicylic acid. Salicylic acid tunaweka kwenye lotion yetu kwa ajili ya matibabu ya ngozi kama una shida ya ngozi. Hatua inayofuata, oil freeze. Oil freeze inahusisha mafuta na vitu ambavyo vinaweza kuyeyuka kwenye mafuta. Okay. Hatua inayofuata ambayo ni hatua ya tatu. Hatua ya tatu hii inaitwa cool freeze. Cool freeze inahusisha vitu vifuatavyo. Number 1, preserver. Mfano, unaweza kutumia DMDM. Kinachofuata, manukato. Sisi kwa leo tumetumia cream flower. Okay. Inayofuata, glycerin. Okay. Kitu kinachofuata ambacho sio cha lazima sana ni rangi, kwa wale ambao wanapenda lotion yao ina rangi. Okay, sawa. Basi bila kupoteza muda mwalimu, tunataka sasa tupeleke darasani ukatuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kutengeneza lotion hiyo. Mwalimu, tumeshafika jikoni. Haya, nini kinaendelea sasa hapa? Tunaanza na hatua ya maji. Tunagawa maji. Baada ya kugawa maji. Haya maji tunagawa kiasi gani? Tunagawa nusu. Nusu, okay. Okay, sawa. Nusu tunaiacha baridi, na nusu ndio tunaipasha. Okay. Unaweka hapo ndani. Okay, sawa. Na moto nauona tayari umeshaweza kuwasha. Sawa, baada ya kuweka haya nusu kwenye moto, nini kinakuja? Baada ya kuweka nusu kwenye moto, tunasubiria achemke kidogo. Yakishapata moto, ndio tunaweka hii salicylic acid. Okay, sawa. Sasa tunaendelea kukoroga hii salicylic acid kwenye maji yetu ya moto mpaka iyeyuke. Okay, sawa. Maji yetu sasa yameshachemka, tunaepua. Hatua ya pili, tutafuata hatua ya mafuta. Kwanza tunaanza kuweka white oil. Baada ya kuweka white oil, tunaanza kuchukua kitu kimoja kimoja kwenye hivi, tunachanganya kwenye white. Kwa sasa vitu vyote vishakusha kuyeyuka, tunazima jiko letu. Okay, sawa. Mwalimu, naona mitambo imeshakaa tayari hapo. Hiki ni kitu gani hiki? Haya ni maji. Okay, ni maji. Maji yana nini? Uliweka nini huko? Salicylic acid. Okay, sawa. Na hiki? Hayo ni mafuta. Ni mafuta. Yeah. Okay, kwa hiyo ndo na zile michanganyo mingine umeweka humo? Ndio. Okay, sawa. Na sasa nini kinafuata hapa? Hapo kinachofuata, tunaanza kwanza tunachukua haya maji yetu. Sawa sawa. Tunaweka kwenye mixer. Okay, sawa. Lakini kama nyumbani kwako hauna hii mashine mixer, unaweza kutumia mwiko kwa ajili ya kublend. Ya kujia kukorogea. Yeah. Okay, sawa. Tumeshaweka maji, kinachofuata tena hapo? Kinachofuata, tunaweka mafuta kwenye mixer yetu. Tunaweka kwenye mafuta tena. Yeah. Okay. Kwa hiyo yale mafuta na maji ndo tunachanganya. Ndio. Okay. Naona vitu vimeshaanza kubadilika hapo. Ndio. Okay. Sawa kabisa. Ndugu mtazamaji, huyu ni mwalimu wetu mdogo. Tulisema leo tunatumia mwalimu mdogo tujifunze. Mwalimu, endelea na kazi yako bwana, tuone nini kinaendelea hapo. Baada ya kuvichanganya vitu vyetu, tunaanza sasa
uchanganye. Okay. Sasa tunachukua yale maji ya baridi tuliyoacha kwa ajili ya kumalizia zoezi letu, kwa sababu mchanganyiko unaonekana upo tayari. Naweka maji ya baridi hapo. Okay. Sawa sawa. Maji ya baridi yameshawekwa hapo. Mtazamaji, unaweza kuona mambo yameshanoga sasa. Lotion yako ndo hiyo iko mbioni kutokea. Sasa kama mnavyoona, lotion yetu tayari imeshapoa. Sasa tunaingia kwenye hatua ya tatu na ya mwisho. Hatua ya cool phrase. Okay. Cool phrase inahusisha preserver. Kwa leo sisi tumetumia DMDMH. Kingine glycerin. Glycerin, okay. Kingine manukato au perfume. Kwa leo sisi tumetumia cream flower. Okay, sawa. Hebu nielekeze kuhusu hii preserver. Hii inafanya kazi gani kwenye lotion? Preserver inasaidia lotion isiharibike haraka. Okay, sawa. Kwa hiyo mtu asipoweka hii maana yake itaoza lotion yake. Okay, sawa. Umeshaweka vitu lakini naona kama bado vinaelea juu. Nini kinafuata sasa hapo? Hapa kinachofuata ni kumix, kuchanganya. Okay, sawa sawa. Endelea basi tuone. Okay, unaweka pembeni kwanza? Ndio. Okay, sawa. Sasa nafikiri unaweza kuona saizi anazungusha mwenyewe mkono, lakini pale mwanzo alikuwa anazungusha bakuli. Sasa nafikiri unaweza kuona tofauti. Ukiwa unataka kuchezesha mkono inabidi kitoka kwenye ile nje ya ile stand yake ili uweze kuwa huru kukoroga, lakini kama hivi ukiwa unataka endelee kukorogea pale pale, kwa hiyo bakuli ndio inatakiwa iwe inazunguka. Lakini as you can see mchanganyiko unaendelea. Sasa hii hatua hapa kwa wale wengine ndo ambao hamna hii mashine, unaweza kutumia tu mwiko kukoroga au unatumia upawa kukoroga kama mwezeshaji wako alivyokuwa amekwambia pale, na mambo yatakuwa amazing sana. Jamani, hadi hapa hii lotion tayari imekamilika. Sasa imekamilika kabisa. Sasa kwa wewe ambaye hutaki kuweka rangi, hupendi rangi, hapa unaweza ukaenda ukaipaki hii lotion na imekuwa tayari. Lakini kama unatamani kuweka rangi, basi hatua inayofuata unatakiwa ifanye. Sasa kwa hiyo kwa wale ambao mmezoea kuona lotion huwa zinakuwa nyeupe mnafikiri wameweka maziwa, no, huwa inakuwa mchanganyiko tu kama huu hapa. Na hapa pia hizo tumekupa uamuzi wako wewe. Ukiona imekuwa nzito sana unaweza kuamua kuongeza maji kidogo, sawa, lakini standard lotion inakuwa hivi. Nafikiri hapo inaeleweka vizuri. Mwalimu, malizia jinsi ya kuweka rangi basi. Kwa hiyo unamwona mwalimu anaweka kidogo sana kama hivyo. Sawa. Alafu baada ya kuweka unafanyaje? Unaanza kukoroga. Okay, sawa. Jamani, kama mnavyoona lotion imekamilika na mwalimu wetu ni huyu. Tulianza naye tangu mwanzo. Unaitwa mwalimu nani? Mwalimu Allen. Allen. Hebu tuambie haya mambo ulijifunza wapi? Haya maarifa nimepata kwenye kitabu kilichopo kwenye simu ya mama. Kinachoeleza kanuni na njia za kufuata wakati kutengeneza hii.
Kwa hiyo ulisoma kwenye kitabu alafu ukaelewa kabisa? Yeah. Kabisa? Ndio. Una miaka mingapi? Miaka 13. 13. Jamani, mtoto mwenye miaka 13 ameweza kututengenezea lotion kwa kufuata kanuni ambazo aliziona kwenye kitabu cha simu ya mamake. Kitabu kilikuwa kwenye simu ya mama yake. Alafu amefuata, leo ameweza kututengenezea. Of course nimekuletea huyu mwanafunzi kwa sababu umekuwa ni mwanafunzi mzuri. Umekuwa ukifanya hii kazi ukimsaidia mamako au ndo mara yako ya kwanza leo kutengeneza hivi? Nilikuwa nikimsaidia mama. Umekuwa ukimsaidia? Yeah. Kwa hiyo unajua? Ndio. Okay, sawa. Na umejua kupitia kitabu? Ndio. Jamani, ikiwa mtoto huyu ameweza kufanya hivi, sasa naamini kabisa kwenu watu wazima hamuwezi kushindwa. Labda useme mwenyewe kuwa mimi nashindwa, lakini inawezekana. Kitabu hicho ambacho amekitumia huyu kuweza kujifunza, kitabu kinaitwa Kanuni Mpya za Kutengeneza Sabuni na Vipodozi Nyumbani Kwako. Ndio kitabu ambacho amekiona kwenye simu ya mama yake. Na wewe ukikipata hicho kitabu unaweza ukafanya maajabu kama haya ambayo umeyashuhudia leo hapa. Hiki kitabu kwa kawaida huwa tunatoa kwa shilingi 20,000, lakini sasa unakipata kwa bei ya ofa ya shilingi 9,000 tu. Kwa hiyo kwa wewe ambao unatamani kujifunza kutengeneza lotion, kujifunza kutengeneza cream, kujifunza kutengeneza mafuta ya mgando, kujifunza kutengeneza shampoo, shower jelly, jiki, sabuni za maji na vitu vingine mbalimbali, basi unaweza ukapata hicho kitabu. Hicho kitabu ni rahisi kueleweka. Ikiwa mtoto huyu wa miaka 13 ameweza kukisoma na akaelewa na leo amekuonyesha wewe, kulikoni wewe mwenye miaka 20, 30, 40, 50. Nafikiri inawezekana. Kitabu kimeonyesha hatua kwa hatua. Haya aliyokuwa nakwambia ni yale aliyosoma kwenye kitabu. Kwa tunaamini na wewe ukiwa na hicho kitabu unaweza ukafanya mambo kama haya na unaweza kubadilisha hii ikawa biashara. Kwa sababu ndani ya hicho kitabu pia tumekufundisha jinsi ya kubadilisha sasa hiki unachokiona leo, hii lotion uliyotengeneza hapa, igeuke kuwa pesa. Jinsi ambavyo unaweza ukaiuza hii lotion, hicho kitabu kinakuelekeza huko ndani. Kwa hiyo ikiwa unatamani kupata hiki kitabu, unaweza kuwasiliana na sisi. Namba yetu ni 0676 298 270. 0676 298 270. Kumbuka hiki kitabu utakipata kwa shilingi 9,000 tu. 9,000 tu badala ya shilingi 20,000 bei ya kawaida. Tumekupa bei ya ofa ili uanze safari pamoja na sisi ya kuyafikia mafanikio kwa ndoto ambazo umekuwa ukiziota muda mrefu za kutengeneza sabuni na vipodozi hapo nyumbani kwako. Inakushinda shilingi 9,000? Tunaamini haikushindi. Ikiwa mtoto huyu ameweza, kulikoni wewe? Tunaamini unaweza sana. Chukua hatua sasa uweze kupata hiki kitabu, uweze kufuatia yaliyoandikwa huko ndani na wewe uweze kutengeneza na ufanye biashara.